isa mwonzasi ya muthenyani na wekwatio kana nwende kutinda nesa wakatano wa umonde matuku meongwele na kenda mwaini wa nana mwakani wa ngilile meongwele na itano ndio chandini wa vilingwa mauvo mwendo asa mwonza nyenita wa Robert Mutuku. Na tuambia mauvo maitoni kana muyumbe wa Kibwezi East Jessica Mbalo nwendeye kusukuma muvevo zisei wandeni kwa mbi ya kuthukumithia maofisi meu ma division, location na sublocation ala maminite kuvaniwa na kutumbithwa rasmi idhanguni ya serikali zikayoni sia kwailia na kuthengesa uthukomi kwa NND. Ainena kavindani kala eitwa isienda mboka wodini ya Masongaleni kusisia maofisi ala uende kwa kaungua kinando cha NGCDF na nini makivu yaloni sia katolie utene na ndaoni Jessica nowetie no yumitie kwikithia uthukomi mwailu wa maofisi ya sumeu kilioni chake kwa kumandikia chief anini movamwe na kumakia maofisi makwailia uthukomi wo ila meu yani oinge iweta kana nwendeye na kwikithia isio kuthukanio sia Kibwezi East ni sietha na ituo sia polisi tanzemwe ya kwikithia NND ni makwata usisei mewi sieni na biasala nisio. Na hiyo serikali njema machini tunamuona tuna kibao kwa serikali kana matete ndio wale hiyo ndio tunaona na sisi kwa bunge ona nasi kwa bibi mwenyewe ya serikali kwa professionalization ya administrative duty like na basi na sisi ndio tutete atumia maisha ndio si wanataka tumendo akasongo tabu ile speaker 2017 kwa sema hivyo ndio kwa speaker abuwa pasa asimeni la zogato pibasa yes tunaona serikali ile tulipitisha na kwa sababu kwa kamiti ya implementation tumeama wawai masabuti wako mnaandika maingi mko na naiti you speaking siasa serikali tunasubiri tuendelee na kwetu mimi ndio na baba kwa wazi msiba best ninayo 10 million na neti na best watu wa serikali wafanye kazi yao. Unajua ninaambiwa kwa ndani na kwa Konge ni kana mwandiki mwenene wa ngwatanio ya Ndisi Africa Umilone wa SUA EAC Mwandu Veronica Nduva wakathia katiba ka Kenya iweta miaka 15 kuma kambi ya kuthukumithwa Kenya tayende nene samono na kwithi wakati wa nthi laitongwewe ni wasia na wendi wa mwene nthi. Mwandu Nduva na ula ivindani yu wa imonini wa director zamani ya mwanya ya somi ila ya ungamie useovia wa katiba ka hainena heko ya Juba Sudani ya ithio ni waweta serikali sia mitiuko mea kukonia aki sia nthi vamwe na utongoi na uthukomi uyungamie wa ngava imwe sia serikali ni sindu imwe nene na sia kutania kumanwa na kuthukumithwa kwa katiba ka. It's a very important day, the Republic of Kenya, because in 2010, exactly 15 years ago, Kenya's constitution was promulgated. Having served as the deputy director at the Committee of Experts on Constitution Review, the body that gave Kenya its constitution
finally, where I was the head of civic education, mobilization and outreach, and we had labored from 2009 to 2010, just putting together components of public awareness, civic engagement. I had a very big responsibility of making sure that Kenyans not only read but understood their constitution. And I remember reflecting on what would be the best message to sell for the Kenyans, because a lot of times we had situations where politicians would read the constitution for us and maybe tell you it is good, or just read something and say, oh, sisi tumesoma so tumeamua iko sawa. But we wanted to empower Kenyans, and I remember we, with a great team I was working with, came up with the mantra of jisome, jiamulie, jichagulie. And this was just a clarion call as we went to the referendum, telling Kenyans, read it yourself, decide, and then choose the right, what your decision in the constitution and referendum. And when the referendum came and we got a huge success and a number of a majority approval of the constitution, for us it was a job well done, and we were really, really happy. I mean, it was a great moment, and we have seen the fruits of the Constitution since then, the devolution, the free space in which Kenyans can operate in, the human rights that is one of the most celebrated chapters of the Constitution, the separation of powers, the redefinition of institutional structures. I mean, it is a progressive Constitution, and but I reflect and I remember with a lot of nostalgia that beautiful day, that early morning when we were there. I remember we were clad in our vitenges, and I remember seeing Martha Karua, Charity Ngilu, and taking a lot of photographs with them, and other really big stalwarts of the country. And yes, we had done it as a country. Tuisonga na mbeni kana munene wa maminista Musalia Mudavadi ni wavuthisi ya Kenya la maende ya kutula muti wala niyo wao iti washa aiweta kana maende ya kunyai cha mauvo matena ugo kwa kuithi washa niende ya kuthukuma nesa. Ini na chathini cha mathiko kuya Malava Musalia nuwetie kana no masipitali mavutho ala maende ye kuete ulusani wala niyo ni uu na kana muvea wa uiti ndigwo walite kutulwa muti kwa kuweka kiki endeye na kana silikali nende kusisia kula kwina mauvaluku ni kana kuikithia akenya ni matetheka undu vailite wala nake Speaker Moses Wetangula wendia ateti watu waisi uteti wena ndaya. Waliweka claims za SHA 117 billion Kenya shillings kwa claims za SHA. Hospitali hiyo imelipwa 82 million shillings out of the 117 million Kenya shillings. I have a record. I'm giving you these figures kwa sababu I know what they got. Na ukiweka claims ni lazima ziwe verified. So far they have received 82. And I am ready, if they want to argue, we are ready to produce evidence. How much they received in November last year, in December, everything. I have it even on my phone here. Naweza soma sahi. Kwa hivyo kama wamefanya mismanagement katika hiyo hospitali, wasiletee taifa nzima. Let us be accountable. Munataka serikali iwe accountable. Munasema munataka Ruto awe accountable. Munataka Wetangula akuwe accountable. Munataka Oparanya akuwe accountable. Governor akuwe accountable. Mudavadi akuwe accountable. Na wewe wakati unapokea pesa za SHA, mbona wakisema produce the proper evidence for the money you have received, unakataa? Accountability ni kwa kila mtu, from the top to the bottom, from the bottom to the top. Tunataka tuwe na siasa ya heshima. Ukienda hapa chini kwa jirani zetu, kwa mzee Raila, hupati waheshimiwa vijana ambao wanatakikana kutoa heshima, kwa sababu kesho sisi tukiondoka wao ndio watachukua nafasi yetu.
huwezi kuwapata wakirushia chepechepe kwa mzee Raila. Ukienda hapa Mlimani, huwezi kupata wanasiasa chipukizi wakirusha chepechepe kwa Rais Ruto. Paka kule Pwani iko hivyo. Ni hapa kwetu tu ndio kila mtu anajua, kila mtu anaweza. Gavana wa kaunti ya Embu Cecil Barire ni waumia ukanio kwa thukumi ma kaunti isu ala mekwikonia na ulusani wetakana ulonu kwatikana nukoso wa itambia ya kimiao eweka. Barire ewetakana serikali yake ni yumitie kwa ile thukumi na ndeisa kwitikila ulusani umatunge na itina toilaone ni itina wakokomana na maofisa kumamuveani wa mitu na kukutana na ulusani EACC kusevya nzama ya kutethesia kukutana na ulusani kaunti ni isu. Na kama EACC hatuwezi kufanya peke yetu. Lazima tufanye kazi hii tukishirikiana na magavana na watu wa county wa executive, so that si kwa maofisi peke yake, sababu kuna mambo ya procurement, kuna mambo ya recruitment, lakini muhimu zaidi kuna huduma ambazo zinapatiwa katika kaunti yote. Mali ya vitambulisho, mali ya huduma ya matibabu, elimu, na vile vile katika county hatutashirikiana kwa mambo ya corruption prevention peke yake, committees peke yake. Kuna mambo ya youth tutakuwa nayo, kuna mambo ya shule kuanzia ECD ambapo tunataka watoto wetu wakuwe na nidhamu mizuri, tutakuwa nayo, na mengine mengi. Na hii itasaidia katika maendeleo katika counties na kwa nchi yetu kwa ujumla, sababu kama ni project inafanywa na county yenyewe ndio inasimamia, inaangalia kwamba kwanzia mambo ya procurement yameenda sawa, usimamizi umeenda sawa, kama ni ujenzi ile quality imefanywa sawa sawa, basi tutapata huduma hiyo. We are going to be very, very keen on making sure we take action on any corruption activities. And we are urging you, because we are going to come to you, to talk to you, and to make sure you take up ownership for whatever action you take at an individual level. So please ensure you do the right thing. Ensure we give services without seeking for bribes. We are going to take very seriously any bribery allegations on any government officer going forward. We have already taken action in the past, but we are going to even be more serious going forward, because we have some work to do and we must do it. My call to wale wafanyikazi wetu wa county, wafanyikazi katika health department, wafanyikazi katika revenue collection, wafanyikazi katika enforcement, because those are the key sectors we'll be looking at, and also in our entire government. The entire government is that we are going to be very, very keen on making sure we take action on any corruption activities. Naindi kwa mauvu wazu tuamba kuthiuthi umwoni mukuvi tusiokathete na mauvu mbeange nukathibasa. Weni withitwe uithinywa ni mwikwa ivinda yasa na umanthite uiti na ndu akwata ndukathinike ingi. Mount Everest Nutritional Clinics ni tuuthinikia mawauta, mutambuko, ulcers, pressure, sukali, mathina mambio, kukunwa ningo, mathina maka kukosa mwana, vinya wa mundume kana low libido, kati wa mathina angi maingi. Nukwatianie na matakitali na atalamu kwa kuthokia maofisi maitu. Masaku ni kila muthenya Mulu Mutisha Gardens, nyumbani ya Superstar Building, Golovani ya Mbe. Ilovinota ou kila muthenya lelo ni wala Tema Road, Lois Plaza kusianisia na Maximum Miracle Center. Meru no kila muthenya Sara Plaza kusianisia na stage nene. Wakwambililia nitwithia wa matu ni Uthika Lodge, Wakeli, Tala, Nindhoki House, wakatatu ni Emali Kindu Mall kwa PC, wakana ni Kibwezi PCA Hall, wakatano ni Wote Morning Glory Hotel, oinge Thika Rambogo Hotel, na wakatano ousu ni twithia wa Embu
2 Morning Glory Plaza Golovani Ambe vakuvi na vengi wa KCB na wa thanthatu ni Mombasa City Food vakuvi na vengi wa KCB kwa mauvombe yange nena na Dr. Munyo kwisila nambani i noti monza imwe noti thanthatu itano kana noti monza itatu ili nyanya inyakenda lilikana wale kutumia leuwaku nesa tandawa ukatumia ndawa taleuwaku Mount Everest Nutritional Clinics kwa uiti museo. Useo wa mutongoi ethambe kutongoesya mbai na kumionelelya nzia ila itoma kumiuna kitumine kiu Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba nitwaililie nzia sya kutuiloela na twailia maundu kwa kuongelanga isio ila utoma utukwatia wikila vandu nthi ya Kenya kamemeni kaku kama visa yu no wiloele Mutongoi TV kwisila dekoda yaku ya Go TV, Zuku, Star Times na Indie Free to Air witukwatia kwa Pang, Scan TV kana dekoda yaku OU ni kana kutania ilungu situ na kukwata mauvoma kuikika kila muthenya. Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Maundu maku tumosa nolitu ula wailete aani bamwe na maovo macheva ila wende na kuya twitikilie tukuye muiyo wa kumanyithia andu na kuuvuthisya maundu maku ibindani ya cheva va Mutongoi TV na Mutongoi FM nitukuelewa munyanya wawo ni ula utautia ila wende na kwisila ibindani yumo tanga sithia na itu kimanyithia cha bata kana kimanyithia cha kikuo kwisila nambani noti monza kenda ile 5553 Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Mukamba ni wese uimane uthui na kwa uo ndoilite kubatithia na uima waku wamwe. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kiliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituitama ukibathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwamba toni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa uikala wakwambilile matuku 25 mwezi wa 8 ikabati kwa Kanolndu kuthengena na ATM ya Equity wakile matuku 26 kuthengena na Flavors Restaurant kati wa Total Petrol Station na Isma Supermarket wakatatu matuku 17 stage kwa kinatwa Sako Booking Office kuthengena na Matumat Supermarket wakana matuku 28 kitui Mulimol nolubambe wisi namba 54 kungethania na bengi wa Equity wakatano matuku 29 Masako Complex Inn kuthengena na Rafi Supermarket kuthengania na Cooperative Bank na wathandatu matuku 30 mutomo kwa Francis Yanda Mother Stage itina wa Frajan Supermarket. Kwa mauvombe yange tuthoke mabisi na maitu kana tuko na simu kwisela noti monza ile emwa noti kenda noti kana noti monza na ina ile 55 kana tuandikie SMS kana WhatsApp kwisela noti monza emwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Ni na uthocha ingi tuendeye na kumanithia ngusi kauta nesianenga na mukusi ulwa ikwani ila ndakitali Titus Muteti Kilika usikatite ya kuvanwa sindu cia kesi na lato wa shilingi milioni 1.5 kwe mwaini wa kana mwakani muthelu kati wa alama umia ukusi ni vamwe na Chief Inspector Martin Kitai, Dr. James Kilika, Augustine Mwoki kati wangi na vala Mwoki umwa isililua wireless ya undu wakengiwe ni mutwai umwe wa taxi Duncan Wambua Kimeu amutwae kwa kasino emwe na kumilovia kwisila kwa ATM ala maskati twe kwani nije ila jembe wa musili wa makwani Sami Opande ni vamwe na Duncan Wambua Kimeu, Dennis Ndolo Mutunga, Wambua Kinyili Mutunga na Charles Mutinda na dhika wetwa ingi kwe matuku 28 mwaini wa 10 mwakani huu. Poteza game kama 2 ama 3 lakini yeye akacheza akaluzi game 6. Nani akacheza? Sasa Duncan alitoa na kadi. Alipea nani kadi?
hapo hiyo kasino waka withdraw pesa. Unaweza jua ilikuwa ni pesa ngapi ama uliweza kuona ilikuwa ni pesa ngapi? 300. Ilikuwa ATM ya kadi gani? Ya bank gani kama unakumbuka? Ile sikujua lakini niliona kama inataka kukaa limit. So unasema nani akacheza game? Sasa ndani akacheza game 6 akapoteza. Inakuanga ni waki in terms of coins, betting coins. Moja inakuanga kama 10,000. Akacheza 6 akapoteza. Akasema hiyo game anapoteza arudishiwe tu pesa. Akapewa sasa ilikuwa mbaki 240 akapewa 240,000. Sisi akamwambia tumetoka pesa kidogo akapea sasa mbele akapea Benjamin 20,000 tungawane mimi na yeye. Najua sijaelewa kizungu sana ndio maana kuna interpreter hapa. Sasa sijajua unasema nini. Alinieleza akaniambia baba yake alikuwa Kajat na hizo siku tulikuwa tunamtafuta alikuwa kwa mikono ya wale walimkaja na baadaye wakamrelease. Sasa wakati huu kijana ya Titus alikuwa ananitafuta tuwasiliane tujue vile tutafanya sababu alikuwa shawachiliwa. Can take 28 of October and traffic number E0. Kungi kana zama ya mbunge nene kukonia muyana wa isio ni mvango imwanya ya serikali ni ya kulia kithito cha enendi alame yumila siya vatendi vi kuthethe siya kuvosia mbanga siya miaki unengwenda ya na miao yonthe kuseuvwa na kililo cha kumavetanga uthukumini uu ni ya ile kukunikilwa ingi nesa nzama hii ya nena itina wa kukomana na uvisi wa munene wa miao kukonia mawendekithio mambunge ya Senate ma kuseseya uthukumi wa maovisa alama okitana na mbanga sia miaki valaya weta ainge maenende alame kuyandwani ni mumatethia sia kuvosia miaki ye ila yaumila na mayailite kuoneka ta maitha uthukumini u. This is an issue of regulating the profession, like nurses, doctors. We are regulating the service they are offering to the mwananchi. In our humble submission, we know that this is a bill to regulate people who offer services regarding to fire and rescue in disaster management. The bill as it is just, from my understanding, is to protect the professionals and also see how best their registration, their conduct, and how they manage their affairs, generally management. Kuna wale ambao kwa Kiingereza wanaitwa first responders. Wale ambao kunatokea janga na wanajitolea wenyewe mohanga kuja kukabili shida ile ambayo iko pale. Na ni vizuri wapewe nafasi kwa sababu tukiweka ama tukitunga sheria nyingi zitafanya watu waogope kujitokeza. Kwa sababu anataka kujitokeza lakini anaona sheria inasema hivi na hivi, na mimi nikijitokeza badala ya kuonekana kuwa nimekuja kusaidia, sasa anaanza kujilinda na sheria. Nafikiri sheria zinatungwa hapa, zinarekebishwa, lakini sheria zile ambazo zinapendwa na wananchi ni zile ambazo zinawasaidia wananchi kujitokeza hasa katika mambo ya kujitolea. And I want to relate that to us who have private doctors. You have a private doctor, you are in labor pain. When you walk to a hospital and your private doctor is not there, the other doctors and nurses will just stare at you because you belong to a particular doctor. So when we talk about the frontiers of public professionals and then we engage them, and in the event that there is an accident, a fire accident, those people in the village or wherever, even if it's in town, they might just be spectators saying, we have professionals, we have frontiers who are professionals, so we stand there waiting for the professionals. I think we need to look at those gaps.
wale watu wako nyumbani wanataka kujua huyu msomi atakuja kusaidia nini. Wakati huo huo kuna shida. Wakati huo huo kuna shida. In fact, yule mtu atafanya kazi pale nyumbani ni yule tunamuita huyu volunteer at the village kule nyumbani. Kunaweza kuwa na mtu ambaye ana uwezo ama ana jinsi ya vile anaweza kusaidia pale nyumbani ili mali isiungue na watu wasikufe. So huyu hawa wasomi ambaye wanasema hatutaki kusikia hawa mambo ya volunteers waitwe majina sijui gani, mwenye ametoka na hii bill atuambie wanataka kuitwa nini. Wakati sasa watu wamesoma, wamekuwa wataalamu, wanataka sasa kusema sasa sisi ndio kwa mujibu wa sheria tuwe ni sisi ndio tunapanga watu wa kufanya hii kazi. Ama za zingine inakuwa ni ile inaitwa bureaucracy katika mambo ya kusaidia wananchi. Si sawa. Chair, as we are here now, we humbly rely on Article 110(3), where both speakers of both houses are able to sit and decide whether this bill can proceed or not. Ndi musiaisi avo ivo tuikilangithio vilingi wa mauvo muthenyani wa umundi etela mauvo wangi sialilika mwandu wa saa 1:30 sia wio umundi ni wakatano ndukathi basa kilungu cha Regmania nichukite nye nitawa Robert Mutuku Tindanesi.